Nikamwambia daktari, naona huyu mtoto amechoka. Hata mimi nasikia baridi kwa tumbo yangu, nini baya? Akaniambia sasa wewe uko na hasira mbaya, enda kaa huko. Postmortem ilisema ni prolonged labor. Sasa leo tumeangalia Imagena dispensary haina kitu. Hakuna kitu kabisa. Hata ukisikia mgonjwa anakuja kusaidika hapa unashangaa. Hata kuna wagonjwa walifika huko mapema, kitu ilikuwa around saa 2. Hakukuwa na mtu alikuwa amefika. Na unajua ugonjwa ikwambii utakuwa mgonjwa wakati daktari wanaingia hospitali. Facilities inafaa ifungwe mpaka iwe na the necessary facilities, madawa na equipment za kutreat wagonjwa. Because as it stands right now, it is just a place where it is actually a place where people get even more infections. Utakuja paka kwa mgonjwa na kupata more infections. And I think this is against human rights. Kwa kusema kweli, facility haiko sawa and it needs to be dealt with as a matter of urgency. Tunaona ni kama services za hospitali zimekuwa worse hata kushinda wakati ambapo wale wamama walikuwa wanashughulikiwa na wakunga. Sasa kama vile mwenzangu amesema tunashindwa, ndio tumeleta teknolojia mpya ama ndio tunarudi nyuma. Na tungependa kuhimiza vile tu tumesema tumekuwa hapa ndani, hiyo maternity ward si mahali ambapo mtu anataka kujifungua, to be honest. Ukiangalia ni kama mtu atakuja kupata more infection kushinda vile hata angejifungua kule nyumbani. Kwa hivyo hii facility inatakana ifungwe ama iweze kuhudumiwa immediately, kwa sababu haifai kabisa kuhudumia mgonjwa yeyote vile tunatazama. Ruth Odinga, MP Kisumu County. Today has been a very sad day to see what I've seen in this facility. I would not even call it a clinic or a dispensary. Very unfortunate that we still have this kind of facilities. And apart from the fact that if you look at the place where the women are giving birth, is worse than where a cattle shed would be, where you'd have even cows giving birth. The whole facility is actually quite filthy, and the darkness that I've seen even in the rooms where the bathrooms, and the toilets, somebody cannot give birth in a place where the toilets are just next door. Actually, seeing the toilet and having the hygiene is impossible. Dr. Dagala, MP Vihiga County, na tumekuja hapa kama wamama wenye wamekuwa elected kwa counties mzima, na kazi yetu ni kuangalia maslahi ya kina mama. Tumefika katika hii Magena dispensary ambapo huyu mama alipoteza msichana yake akijifungua, angezaa watoto 2 mapacha, na negligence ya hapa wote wakafariki, watoto na mama wote wakafariki. Huyu mama mmesikia trauma yenye alipitia, na sisi kama kina mama wenye tumechaguliwa Kenya mzima, representatives of Kewopa, tumepata maajabu hapa. Hii hata si hospitali, hii ni cattle shed. Hata ng'ombe hazitakikani kukaa mahali kama hapa. Tunaiangalia ni kama ni mahali ambapo ng'ombe huwa wanawekwa wakati wa mvua. For sure tumejaribu kupita hata kuona mahali ambapo wamama wanajifungua hakuna kitanda. Hata inside mahali ambapo kitanda kiko, mahali ambapo huyu msichana wetu alikufia, hakuna hata electricity, hakuna maji, there is nothing hapo. Kwa hivyo tumekuja hapa na tumejionea, na vile wenzangu wameongea, vile ambavyo tunataka serikali kuu na Ministry of Health wafanye bidii very soon wakuje hapa, kwa sababu hapa watu ambao wako hapa ni Wakenya, na Wakenya mahali popote wako wanataka hata wao kupata services ambazo wanahitaji. Mea vikali kitendo kile ambacho kilitokea cha yule mwanadada aliyekuwa na ile hali ya uchungu wakati wa kuzaa, na akachukua masaa 24 bila ya kupata hatua za kuweza kudhibiti hali ile, au pia kupata ile kupelekwa katika hospitali ya rufaa kuweza kupata matibabu. Kwa kusema ukweli, ni jambo la kuvunja moyo, ni jambo la kusikitisha, na ni jambo la kutamausha kuhakikisha kuwa wanawake karne hii ya 21 bado mwanamke anakufa katika hali ya kuzaa. That those who are responsible for the negligence that went through for the lady who died, after what I'm hearing here, it seems that it was a 24-hour. There's no way that you can say that delivery should have been for 24 hours. Yeah? Immediately they noticed that there was something that was not happening. They should have referred that patient to the next hospital, where she should have been able to get the necessary
the necessary treatment that she needed. To stay that way, for me, I think that one of the things I believe should be done and with immediate effect, and I'm saying it here where we also have government officials. Sisi tunaambia Minister of Health, they swing up very fast to come and close this dispensary immediately, because it is a nuisance, it is something, even there's nothing to show. Hata pale kitanda yenye huyo mama alikuwa amewekwa azae ni kitu imevunjika. Hatujui hata alikuwa amewekwa chini ama amewekwa wapi. Kwa hivyo sisi kama akina mama wa Kenya, tukiwakilisha Kiwopa na bunge la Kenya, tunasema kwamba Ministry of Health ikuje ifunge hapa, na ikishafunga hapa watafute solution. This thing needs to be renovated, walete madawa hapa. Watu wa Ogembo ama watu wa eneo hii wako na haki wapate medicine vizuri. Investigations should be done, and those who are responsible to be held accountable. It's high time in Kenya we started becoming more responsible and being accountable for the deeds we do. I don't think the death of this woman should go unheard of. In fact, actually, the death of this woman should be able to open up for us women to come out and see and talk about the atrocities that are happening in Kenya, especially around birth. For it to be able to treat watu wa hii eneo, kwa sababu sasa watakuwa hawana facility yoyote. Kwa hivyo naimiza wale ambao wako responsible watekeleze hiyo maneno, na hii ambayo mama ametueleza kitu ambayo mtoto wake alipitia, tukisikiza hapa hata sisi tulikuwa tunasikia kutoa machozi. Na tunataka kwamba wale ambao wako responsible for hiyo negligence wachukuliwe hatua ili wasifanyie mtu mwingine yoyote the same thing. At this time and age in the 21st century in our country, it is very sad that a mother can lose her life and lose the lives of her children while giving birth. It is a big shame to our country, because in 21st century hatufai kuwa ni kama tunarudi nyuma badala ya kuendelea mbele. Hata wao wanatoswa ushuru. Kwa hivyo hii dispensary ya Magena today tumejionea maajabu. Pia si ugonjwa, hali ya kusikia ule uchungu si ugonjwa. Inakuwaje mtu paka anafika anakufa? Hii ni kuonyesha kuwa kulikuwa na utepetevu wa kazi katika hospitali hii. Na pia huenda ikawa hawana vifaa vya kutosha vya kuweza kuangalia ni shida kuu gani ilikuwa yule mama anapitia ndio aweze kupelekwa katika hospitali ya rufaa. Wallahi, tusicheze na maisha ya binadamu. Tusicheze na maisha ya binadamu. Nimeona huyu mama aliofiliwa na mtoto. Wakati anazungumza wabunge wote hata machozi yanatutoka. Kupoteza mtoto ni uchungu jamani. Kupoteza mtoto ni uchungu. Na si uchungu kwake peke yake, ni uchungu kwa taifa lote. Ili ichukue hatua za kisheria kuhakikisha imeadhibu wale ambao walikuwa wanashika wakati wa huyu mama akiwa katika hospitali. Kuna shida mingi from kupata hizi vifaa vya kutumika, na pia yani unafika hospitali unaambiwa hatuna maji. Kama mvua ijanyesha tunaenda tunachota na mtungi maji. Kama sasa hakuna hizi vitu zingine, sijui tunaweza sema namna gani. Hiyo ndio shida kubwa imepata wagonjwa wetu. Watu wakiendelea kutibiwa hivi inaonyesha iko shida kubwa sana, na tunaambia serikali, DCIO and everybody, those who neglected this mama until she died, they have to be taken. The necessary action should be taken. We are not going to lose mothers like this who want to give birth. We are not going to lose anybody because of negligence. Therefore, as women, we are not happy what we have seen.